Uko vizuri mzee wangu? Nashukuru Mungu. Bwana karibu sana KM24 bwana. Bwana asante sana, nashukuru. Nimefurahi kuwepo hapa. Hivi ni mara ngapi kufika hapa? Hii KM FM ni mara yangu ya kwanza. Okay. Mara yangu ya kwanza kabisa. Yeah. Unajifeel aje? Mazingira tu unayonaje bwana, ofisi yetu hapa na kila kitu kwa ujumla? Kusema kweli najisikia vizuri kwa sababu nimekwenda kwenye baadhi ya medias vile vile. Okay. Lakini hapa najisikia niko nyumbani zaidi kwa sababu nimekaribishwa na energy ya vijana. Yeah, alafu na issue hilo nileta leo nafikiri ni issue mahususi zaidi kwa sababu ya vijana. Japokuwa ni issue ya kila mtu lakini zaidi vijana. Kwa hiyo vijana tu muhimu kwa nafasi kubwa kabisa. Hakika na tukikosea kwenye uwekezaji wa vijana, ninachokiamini mimi kwenye akili yangu kuna makosa makubwa yanakuwa yamefanyika. Kwa hiyo basically I'm just blessed with the energy, ile energy ambayo nimeikuta hapa. People are vibing na katikati yake kuna story tutapiga. Na mimi mwenyewe ni kijana vile vile lakini ni mkaka kijana ushaelewa. So yeah, mimi naamini tutakuwa na wakati mzuri pamoja, lakini pia vile vile tutafikisha kile ambacho kinatakikana kufika kwa wahusika na jamii kwa ujumla. Okay, sawa. Kaka mkubwa, mimi ningetamani uweze kujitambulisha vizuri zaidi na taasisi ambayo unatokea pia. Okay, mimi bwana kwa majina mimi naitwa Adam Lupatu kama jinsi watu wengi wanavyonifahamu. Wengine wananiita Amigo para siempre, rafiki wa kila siku. Amigo para siempre, rafiki wa kila siku. Hiyo ni lingua de España, lugha ya Hispania au el pobre con información, maskini mwenye taarifa. Okay, operador nimekichapa Kispanyola za kazi, umesikia? Kaka hicho. Kaka Adamu aniambie, je, ni cha ukweli au sio cha ukweli? Kwanza kabisa ukiniambia nirudie mzee wangu, changamoto tulishasahau. Okay? Yeah, kwa hiyo mimi natoka kwenye taasisi inaitwa MRC Sober House. Ni nyumba ya kusaidia vijana kurudi kwenye utulivu. Kurudi kwenye utulivu wa akili, utulivu ambao ulikuwa umepotea kwa sababu ya kemikali. Okay, basically ninapozungumzia kemikali nazungumzia vitu vyote ambavyo vinaingiliana na utaratibu wa mfumo fikra na mfumo wa hisia. Okay. So those are the chemicals. Kwa hiyo mimi pale niko kama therapist, kama mtabibu. Lakini mimi siko kama mtabibu ambaye amekwenda chuoni kusomea utabibu. Mimi niko pale kama mtabibu ambaye naye alikuwa katika huo usumbufu. Yeah, kwa hiyo mimi nasaidia vijana wenzangu kutoka katika hiyo sehemu kwa sababu kwa katika sehemu nyingine kwa sababu na mimi niliwahi kuwepo katika hiyo sehemu. Bana, okay hapo. Okay, endelea. Nataka nifahamu kidogo, umesema moja kati ya sababu kubwa kabisa ambayo pia imesababisha wewe uweze kuwa miongoni kati ya watu ambao mnachill pale kwa ajili ya kusaidia watu, pia wewe ulipitia harakati hizo. Na pia wewe ni miongoni kati ya washikaji ambao mlipata nafasi ya kuweza kutibiwa vizuri na watu wengine kupitia zile sober house sehemu tofauti. Tofauti na sababu hiyo, kuna sababu nyingine iliyopelekea kusema yes bwana, hata mimi pia ni miongoni kati ya watu ambao wanasaidia ndugu zetu ambao wanakuwa katika hali sio nzuri. Okay. Sababu nyingine ipo. Sababu nyingine ipo lakini ni sababu ya kiroho zaidi. Okay. Kwa sababu ukiachilia mbali kufanya hichi ninachokifanya, kuna vitu ambavyo nilisomea kuvifanya. So ukiwa shule unadhani kwamba maisha utakayokuja kuyafanya ni kile kitu ambacho umeenda shule kukisomea. Sasa kuna ukweli mchungu kuhusu maisha ambao umejificha na pengine wazazi hawajawahi kukuambia na watu kuambia. Sio lazima kile ulichokisoma shule ndio uje kukifanya. Kwa hiyo mimi